Amoso Nyiluo Jodala Adwa Rwako on the 16th of August at the Sportsview Kasarani for the Intercultural Women Conference Mondubi wa uo weche culture. Yes, biuru wa interact code cultures moko. Karibuni. Eve hapa. Leo nimekuja kukaribisha Karanja wa Mwangi, founder wa Gikuyu Academy. In regards to hii seminar yenye tuna host tarehe 16 pale Sportsview Kasarani. Ni all about women conference. Tunataka kujua yeye kama mwanaume, view yake ni gani na kwa nini culture. Karibu sana. Asante sana. Eve kwa kunikaribisha na kuniuliza maswali. Kwanza kabisa mimi kama mwanzilishi wa Gikuyu Academy nilipenda sana ama nilitamani sana kuona wanawake ambao wanaelewa mambo ya culture ili waweze kuelezea wanawake wenzao kuhusu utamaduni. Na hii conference intercultural kumaanisha itakuwa ni wanawake wa Kikuyu, wa Gikuyu Academy na wengine ambao wametoka kwa tamaduni zingine. So tutaweza kujua tofauti ya tamaduni na yale mambo ambayo yanafanana ili tuendelee kujijua zaidi. Swali lingine ni ati kama sisi tumegrow ya Nairobi na wale wametoka ushago kitambo wamekuja, tumesoma na tujaona shida yoyote, tunamari hizo culture zingine. Hatujaona shida yoyote. Kwa nini kuna shida? Ama pia tunataka kujua kwa nini mna insist culture, kwa sababu unaenda shule, una grow, hauna shida, unaolewa na, wacha nipeane example, na Wajaluo, Waluya, nini, Kalenjin. Shida inakujua kwa nini culture ni important. Okay, ni vizuri sana kuuliza hiyo swali. Hizo intercultural marriages zinafanyika sometimes huwa zinaleta shida baadaye. Na tuna mashida tofauti ambayo inapata mtu ambaye anafuata ama ameolewa kwa jamii zingine, kwa sababu vile jamii zingine zinafanya mambo yao ama utamaduni wao, na especially mambo ya matambiko, rituals. Wale wanaolewa huku Nairobi hawajui vile tamaduni ya hiyo culture inaendelea. Na hii mambo inakuja sometimes kuaffect watoto, kwa sababu mtu ajui. Kwa mfano, kuna tamaduni ambazo ukipata mtoto, ukiolewa pale na upate mtoto, huwezi kuenda na huyo mtoto. Wewe ukitaka kutoka kwa hiyo marriage, uende uache watoto. Na sasa kama umeolewa mahali kama hapo kuna hizo tamaduni, alafu mmekuja kukosana labda when you almost 40 years ama at 40 na uko na watoto watatu, na umeambiwa sasa ukitaka kwa hii ndoa unaenda bila watoto, inamaanisha kuna watu ambao watazeeka bila watoto. Lakini kama angejua kabla, ajue kwetu tamaduni ni 1 2 3, angeweza kufanya maamuzi ya kuolewa, kutoolewa, na aweze kuwa amejitayarisha ama ametayarishwa kwa kitu ambacho chochote kinaweza fanyika, aweze kujua atafanya nini. Lakini kuna watu wengi sana wanalialia hapa kwa sababu mtu hakuwa anajua hii tamaduni inaendanga hivi. Ukijaribu kutoka na mtoto mahali wamesema watoto hawatoki, wengine wanazika hata watoto. So hizo ndizo zile shida ambazo ningetaka wanawake waongee, wajibizane, waambiane. Kwa sababu hata mara mingi mwanaume akioa msichana hawezi kumwambia mambo mengi, lakini naona wanawake wataelezana ukweli. Asante sana. Yes. Swali lingine nataka kuishikanisha ni kwamba ungeambiaje wanawake kuhusu, kwa hizi nyakati tuko, kuna hatari mingi sana kwa watoto wasichana na watoto vijana. Ungetaka kuambia aje, kwa sababu tunaelewa wanaume mara nyingi responsibility yenu ama kazi yenu si ulezi sana. Sisi kina mama ndio tunahusika. Ungetaka kutuambia aje ama ni nini tunaweza fanya kusuluhisha hii hatari imekuwa kwa watoto? Kila siku tunasikia. Na tena nikiongezea hapa kwa lugha, kwa sababu sisi tuna grow hapa mtaani, hatuoni shida yoyote na lugha, kwa sababu tuko katika nyakati ambayo Kizungu na Kiswahili ndio inatawala. Ungetuambiaje hasa, kwa sababu wewe ndio unafunza lugha
ya mama na umefungua hii shule kwa sababu ya lugha, ungetakaje kuelezaje kina mama? Okay, kwanza kabisa ni shida kubwa mtu kwa hajui lugha ya mama. Hata hiyo maneno ilikuwa imerudiwa na Ngugi wa Thiong'o, arohurũka ũhoro. Sasa wakati mtu haelewi lugha yake, inamaanisha kuna hekima ambayo imefichwa ndani ya lugha, na kuna hiyo coded language. Naweza ongea lugha na mtu rafiki yetu ama tuseme adui yetu yuko hapa, hawezi elewa. Lakini sasa kama wewe unajua Kiswahili na Kizungu, hauwezi kuongelesha Wakikuyu kwa roho zao. Na umeona kweli sometimes mwanasiasa hata akienda kusimama kiti na uko Central na hujui kuongea Kiswahili, Kikuyu, mwenye atakuja na anajua kuongea lugha ya mama atakushinda asubuhi. Kwa sababu wakati unaongea lugha ya mama unaongelesha roho. Lakini wakati unaongea lugha ambayo si ya mama, wanasema unaongelesha akili. Kwa hivyo watu kugrow na kukuati mko mtaani haujui lugha ya mama na unaona it's not important, ni kujikosea, ni kujichukia. Na sijui mbona watu wanapenda kujichukia. Kwa nini mbona ukuwe fluent kwa Kiswahili, ukuwe fluent kwa English ama Kizungu, lakini lugha ya mama yako, lugha yako wewe mwenyewe mahali umetoka, huwezi nena neno hata moja. Ni jambo la kushangaza sana, na ndio manake sasa sisi kama Kikuyu Academy tunafunza lugha. Ili kwanza mtu kabla uelewe matambiko na utamaduni lazima uelewe lugha kwanza. Yeah.